malaika Gabriel na malaika Mikael. Mikael yeye anafanya kazi kwenye eneo la vita, lakini Gabriel yeye anafanya kazi kwenye eneo la ujumbe. Sasa mara nyingi kumekuwa kuna shida, wengine makanisani wanazungumza, wanasema hivi, wezi kakaa kanisani kila siku unapambana na wachawi. Wewe nikwambie mpendwa, inategemea huko katika eneo gani. Malaika Mikaeli ni malaika wa vita. Obviously, mara zote yeye atakuwa eneo hilo kwenye mapambano. Wewe kanisani, kama wewe ni mwalimu, automatic hautapenda sana masuala ya kushambulia, kwa sababu upo katika upande wa malaika Gabriel. Wewe ni wenye ujumbe kufundisha, japokuwa kuna walimu wengine wanafundisha, lakini pia wako kwenye eneo hilo na kukemea. Kwa hiyo usije ukashangaa au mkapingana kati ya mtu ambaye yeye anashambulia, kazi yake ni kushambulia, na mtu mwingine kazi yake ni kutoa ujumbe. Nakumbuka kuna kesi moja kanisani miaka hiyo, kuna mtu mmoja yeye alikuwa anafundisha, akawa anasema kanisa gani kila siku ni kukemea tu, kukemea. Ni kwa sababu yeye ni mwalimu, na hawa upande wa pili wao ni watu ambao wako katika huduma ya Mikael ya mapambano. Kwa hiyo tusitofautiane hapo. Wewe ujua kitu gani ambacho Mungu amekuwekea ndani yako. Mfano, watu waliozoea kusali makanisa ya kinabii, akitoka lile kanisa akaenda kanisa sio la kinabii, waga wanapata shida, kwa sababu anataka kupata vile vitu vinavyotokana na mambo ya unabii. Akienda sehemu ambayo hakuna hayo mambo, yeye hawezi. Kwa hiyo kwenye huduma wa mwili wa Kristo tujenge pamoja kuelewa kwamba kila mtu ana kitengo chake katika ulimwengu wa roho. Wewe umepewa kufariji, baki hapo fariji. Wewe umepewa katika mapambano, baki hapo kwenye kupambana. Wewe umebaki katika kufundisha, baki hapo. Wewe umepewa katika unabii, endelea kubaki hapo. Wewe umepewa katika eneo la kufungua makanisa kila kama mtume, baki pale kwenye eneo lako. Tusipingane katika mwili wa Kristo.